Shalom, shalom, shalom. Kama mnavyoona, hili ni kanisa la Bonde la Baraka. Ni kikundi cha wana maombi wakiwa wanaelekea mlimani kwa ajili ya maombi ya kuliombea taifa. Tunao wazee, tunao akina mama, tunao vijana, tunao watoto. Wote hawa ni wana maombi ambao wameguswa kwenda kulia na Mungu wao katika mlima ili kuliombea taifa la Tanzania. Kwa hiyo ni kanisa la Bonde la Baraka tukiwa na kuhani wetu mkuu Richard Gideon ambaye pia ndiye mchungaji kiongozi wa kanisa la Bonde la Baraka linalopatikana Ola City Arusha. Tunawakaribisha sana watu wote kuungana nasi katika safari zingine zinazokuja za kuja kwenye maombi katika mlima wa maombi. Na huyu unayemuona hapa sasa ndiye kuhani wetu mkuu Richard Gideon ambaye ndiye kiongozi wa msafara huu wa wana maombi tuko tunaelekea mlimani. Kama unavyoona kina mama ni watu wazima lakini wanatamani kuliombea taifa lao, wakaguswa wakaona na wenyewe waelekee mlimani kuja kushiriki maombi pamoja na kuhani mkuu. Kazi haikuwa nyepesi, ilikuwa ni ngumu sana, lakini kwa kuwa walikuwa wanamtumaini Mungu wao, nao pia wakakata tamaa na wakafanikisha kufika kileleni na kushiriki maombi haya. Majira ni ya saa 6:30 inaelekea hivyo, lakini bado watu hawajachoka, hawana usingizi, wanatumaini kwenda kuonana na Mungu wao, kwenda kuzungumza na Mungu wao katika mlima wa maombi. Kuhani naye kama mnavyomuona anawaongoza watu kuelekea kwenye maombi. Mzee huyo kama unavyomuona ni mzee wa miaka 70 naye pia ameungana na sisi kuelekea kwenye maombi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu kushiriki na sisi katika maombi ya kuliombea taifa. Safari nyingine itakapojitokeza basi mje kushiriki nasi katika maombi haya. Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa na rehema zako. Ikemoshakia na mande eli ataipaso oshakia na mande eli pasolia daba katika jina la Yesu Kristo. Asante Rishedai, asante kwa amani yako, asante kwa neema hii uliyotupa sisi wa Tanzania. Neema Bwana ya amani kwa taifa la Tanzania katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Neema ya Mungu na iwe juu yako. 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 Lipa rabaso. Neema ya Mungu na iwe juu yako. Neema ya Mungu na iwe juu yako. Lipa rabaso. Neema ya Mungu na iwe juu yako. Neema ya Mungu na iwe juu yako. Damu ya Yesu na ikanene mema juu ya taifa letu la Tanzania. Usiku wa leo juu ya mlima huu wa maombi, Bwana, Bwana, damu yako ikanene mema juu ya taifa letu la Tanzania, kwa maana imeandikwa, damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Siku wa leo damu ya Yesu ikanene mema juu ya taifa letu la Tanzania, juu ya ardhi ya Tanzania. Imeandikwa na Yesu mjumbe wa Agano Jipya, na damu yake ya kunyunyiza inaonena mema kuliko ya Habili. Kuanzia leo, usiku wa leo, juu ya mlima huu, juu ya mlima huu tunaiita damu ya Yesu ikanene mema, kwa maana imeandikwa katika Ufunuo
12, 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo ya Yesu Kristo. Kuanzia leo, mabaya yoyote yaliyokusudiwa, yaliyoandaliwa na mamlaka za giza na falme za giza, ewe kuzimu, kwa damu ya Yesu. Ewe Tanzania, unalindwa kwa damu ya Yesu. Ewe Tanzania, unalindwa kwa damu ya Yesu. Mabaya hayatakupata. Ewe Tanzania, mabaya hayatakupata. Ewe Tanzania, kuanzia leo tunatangaza damu ya Yesu ikanene mema juu ya ardhi ya Tanzania. Damu ya Yesu ikanene mema juu ya anga la Tanzania. Kila agenda ya kipepo ya kuzimu haitasimama. Kila agenda ya mabaya ya uharibifu, iwe ni mwezi huu wa 11, iwe ni mwezi wa 12, kuanzia tarehe 1, kuanzia tarehe 1, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 12, tunakataa kila mabaya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe tarehe 1, kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 31 Disemba, ufunikwe kwa damu ya Yesu na mabaya hayatakupata. Ewe Tanzania, mabaya hayatatupata. Kanisa la Bwana, kwa jina la Yesu. Amen. Usiku wa leo ni usiku wako wa majibu. Usiku wa leo ni usiku wa baraka. Malango mbingu zako zinakwenda kuwa wazi kwa jina la Yesu. Malango ya uchumi, malango ya baraka, malango ya afya yanakwenda kuwa wazi. Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Natamani kila moja fungua Biblia yako tuweze kujifunza neno la uzima, lakini agenda kubwa ambayo tuko nayo usiku wa leo katika mlima huu wa maombi mahali hapa ni kuliombea taifa letu la Tanzania. Amen, amen. Kuliombea taifa letu la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tuombee taifa la Tanzania? Kwa nini tuliombee taifa? Kwa nini tumuite Mungu juu ya taifa letu la Tanzania? Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko matakatifu yanatuongoza katika kuliombea taifa. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana amenipa huu ujumbe wa kuliombea taifa la Tanzania. Bwana amenipa huu ujumbe, sisi kama kanisa tusimame kuliombea taifa letu la Tanzania. Lakini pia kuna jambo ambalo adui analipika kwa siri juu ya kanisa la Tanzania. Tunapaswa kuliombea kanisa pia la Tanzania. Kwa nini kuliombea kanisa la Tanzania? Kwa sababu kuna agenda ya siri sana ambayo adui anaiendesha, anatamani na hiyo agenda yake na ingedhihirika, lakini haitafanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Kila agenda inayoendelea kwa siri ya adui juu ya kanisa haitafanikiwa. Amen. Na kila agenda ya adui ambayo inaendelea kwa siri juu ya taifa letu la Tanzania haitafanikiwa. Amen.
nchi yetu itakuwa amani. Nchi yetu itakuwa amani. Mikoa yote ya Tanzania itakuwa amani. Watanzania wote itakuwa amani. Haleluya. Haleluya. Bwana alisema nami kwa habari ya kuliombea taifa la Tanzania na juu ya kanisa la Tanzania. Kwa nini tuliombee taifa la Tanzania? Kwa nini tumwite Mungu juu ya taifa la Tanzania? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akatuliza kinachoendelea kwenye ulimwengu wa juu ya taifa la Tanzania ila aliye mtu wa Mungu. Amen. Aliye mtu wa Mungu. Amen. Ndiyo maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Nyakati, tuangalie kitabu cha Nyakati, Mambo ya Nyakati, Nyakati wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baba wa milele. Amen. Kwa nini tuliombee taifa la Tanzania? Kwa nini tumwite Mungu juu ya taifa la Tanzania? Amen, amen. Amen. Ukisoma Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 na mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Hii ndiyo agenda kuu ambayo tuko nayo katika mlima huu wa maombi usiku wa leo. Ambayo sasa hivi ni saa 6 usiku na dakika 38. Amen, amen. Amen. Kwa nini tuliombee taifa la Tanzania? Kwa nini tumwite Mungu juu ya taifa la Tanzania? Na tutamwomba Mungu usiku wa leo aachilie amani na aachilie utulivu ndani ya mioyo ya Watanzania. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Hebu sema na kuomba. Haleluya. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Huyu ni Mungu anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, amen, 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 watakapojinyenyekesha na kuomba. Anasemaje hapo mbele? Na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Basi mimi Mungu nitasikia kutoka kwenye kiti cha enzi mbinguni na kuwasamehe maovu yao, dhambi yao, na kuiponya taifa lao, kuiponya nchi yao, kuiponya ardhi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amesema ikiwa sisi tulio watu wake tunaitwa kwa jina lake, tutakapoenda mbele zake kwa kunyenyekea, kwa toba, kwa rehema, kwa kuomba msamaha ya kwamba Bwana tumefanya dhambi, tumefanya makosa mbele zako. Amen, amen. Hata tumeiasi sheria yako, hata tumekuacha wewe Bwana na maagizo yako, yamkini tumefanya mengine yasiyofaa mbele zako. Mungu anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba, anasema nami nitasikia kutoka mbinguni. Amen. Usiku wa leo Mungu aliye hai ataiponya nchi yetu ya Tanzania. Amen. Mungu aliye hai atashuka juu ya taifa letu la Tanzania. Amen. Na Tanzania italindwa na Bwana. Hakuna mabaya ambayo yatafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Angalia kitabu cha Obadia sura ya 1
mstari wa kwanza. Kwa nini tuliombee taifa la Tanzania? Nilipata habari kutoka kwa Bwana. Amen. Nalipata habari kutoka kwa Bwana. Amen. Na tuinuke na kusimama na kupigana naye. Kupigana na nani? Nitakwambia. Nalipata habari kutoka kwa Bwana. Haleluya. Amen. Nalipata habari kutoka kwa Bwana. Na tuinuke tupigane naye. Nitakwambia ni nani. Obadia sura ya kwanza mstari wa kwanza. Na mjumbe ametumwa kati ya mataifa akisema, Ndiyo. haya inukeni ninyi na tuinuke tupigane naye. Amen. Haleluya. Amen. Anasema ndivyo asemavyo Bwana Mungu juu ya Edom. Tumepata habari kwa Bwana na mjumbe ametumwa kati ya mataifa akisema, haya inukeni ninyi na tuinuke tupigane naye. Na tuinuke tupigane naye. Amen. Na tuinuke tupigane naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimepata habari kutoka kwa Bwana. Amen. Na tusimame kama Watanzania, kanisa la Tanzania, tupigane na yule ambaye anataka kuondoa amani juu ya taifa la Tanzania. Amen. Nimepata habari kutoka kwa Bwana. Na tuinuke tupigane naye yule ambaye anataka kuondoa amani katika taifa letu la Tanzania. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema tumepata habari kwa Bwana na mjumbe ametumwa kati ya mataifa akisema, haya inukeni ninyi na tuinuke tupigane naye. Na tuinuke tupigane naye. Ni yupi huyu ambaye tuinuke na tupigane naye? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba wa milele, Mfalme wa amani, hebu sema kuanzia leo. kuanzia leo Kila mabaya kila mabaya yaliyokusudiwa, kila mabaya yaliyokusudiwa juu ya taifa langu la Tanzania hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. Naomba tuangalie maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Nahumu. Nahumu 1 mstari wa 9. Mnawaza nini juu ya Bwana? Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka mara ya pili. Yeye atakomesha kabisa, mateso hayatainuka tena mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tuangalie tena Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwenye kitabu cha Obadia 1 mstari wa 1 tumesoma maandiko yanasema, haya inukeni na tupigane naye. Lakini Nahumu 1 mstari wa 9 anasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa, mateso hayatainuka tena mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ujumbe nilionao kwamba kila mabaya, kila mateso ambayo adui alikuwa anatamani aachilie tena juu ya taifa letu la Tanzania, hayo mateso hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Hayo mabaya hayatasimama kwa jina la Yesu. Amen. Hayo mabaya hayatasimama katika jina la Yesu. Amen. Hayo mabaya hayatasimama katika jina la Yesu. Amen. Cha kwanza, ndani ya moyo wako, maandiko yanasema, unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza nini juu ya Bwana?
Tuamini na ndani yako amini kwamba Mungu atatutetea kwa jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Amen. Unawaza nini juu ya Bwana? Anasema unawaza nini juu ya Bwana? Amina. Ndani ya moyo wako unawaza nini? Ndani ya moyo wako unaona nini? Amini Mungu atatutetea. Amen. Mungu atatupigania. Amen. Mungu atatutetea. Amen. Mungu atatupigania. Amen. Na kila mabaya ambayo yalikuwa yamekusudiwa hayatafanikiwa. Amen. Zaburi 91 mstari wa 10 maandiko yanasema hivi, mabaya hayatakupata wewe. Mabaya hayatakupata wewe. Amen. Anaposema kwamba inukeni na tupigane naye, anazungumzia nani huyo tupigane naye? Adui kazi yake ni kuachilia mabaya. Amina. Adui kazi yake ni kuachilia uharibifu. Amen. Kwa nini familia yako haina amani? Ujue kwamba adui ameachilia uharibifu, ndio maana hakuna amani. Amina. Kwa nini biashara yako haiendi? Adui ameachilia uharibifu, ndio maana biashara yako haifanyaje? Amen. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Usiku wa leo, Usiku wa leo, kila mabaya yaliyokusudiwa juu ya familia yangu, juu ya familia yangu, juu ya taifa langu, juu ya taifa langu, hayatafanikiwa hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Yesu makofi. Hebu naomba tuangalie Yohana 10 mstari wa 10. Yohana 10 mstari wa 10. Oshakata labazo. Librati ya bazo. Anasema Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. ndio. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kisha wawe nao tele. Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kila roho iliyoinuliwa juu ya taifa langu la Tanzania ili kumwaga damu. Kila roho iliyoinuliwa na malango ya giza ili kufanya vita juu ya taifa langu. Ewe roho ya giza, leo tunakushinda kwa damu ya Yesu. Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Liko jambo ambalo Mungu atafanya kwako siku ya leo. Amina. Natamani kila moja amini kabisa liko jambo Mungu anafanya kwako leo. Amen. Tumesoma kwenye kitabu cha Obadia sura ya 1 mstari wa 1. Naomba turudi hapo ili tuende vizuri na tuingie kwenye maombi. Obadia sura ya 1 mstari wa 1. Hebu msomaji, mtu wa Mungu, soma hapo tena na sote tusome hapo. 1, 2, 3 anasema ndio. Hivyo asemavyo Bwana tumepata habari kwa Bwana na mjumbe alikuwa kati ya mataifa akisema, haya inueni ninyi na tuinuke tupigane nami. Nisomea hapo mtumishi wa Bwana tena. Anasema Maono yake Obadia ndio. ndivyo asemavyo Bwana Mungu Juu ya Edom, juu ya Tanzania. juu ya Tanzania. Amen. 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 Tumepata habari kwa Bwana, Tumepata habari kutoka kwa Bwana na mjumbe ametumwa kati ya mataifa. na mjumbe ametumwa kati ya taifa la Tanzania akisema, haya inukeni ninyi wa Tanzania na tuinuke wa Tanzania tupigane naye. Ni nani huyu ambaye tupigane naye? Huyu ambaye tupigane naye ameelezwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 4. Huyu ambaye ametajwa kwenye kitabu cha Obadia na tuinuke tupigane naye ndio ile roho ambayo imetajwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 4.
Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yule ambaye ametajwa na Obadia, mimi nimesimama tu hapa kama mjumbe. Amen, amen. Amen. Yule ambaye ametamkwa na Obadia ndio yule aliyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 6 mstari wa 4, maandiko yanazungumza kwa habari ya roho ambayo imeachiliwa kutoka kuzimu. Kazi yake ni kuondoa uhai. Kazi yake ni kuleta uharibifu. Na hiyo roho haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Na hiyo roho haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Hebu naomba angalia hapo Ufunuo 6:4. Msomaji karibu anasema. Ufunuo sura ya 6 mstari wa 4. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana. Ndio. Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi. Ndio. Ili watu wauane. Naye akapewa upanga mkubwa. Rudia tena mtumishi wa Bwana. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana. Ndio. Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi. Ili watu wauane. Naye akapewa upanga mkubwa. Naye akapewa upanga mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo mbingu na zikafunguke na kila mabaya ambayo yalikusudiwa hatafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema nikamwona farasi mwingine mwekundu sana, lakini yeye aliyempanda huyo farasi alipewa kuiondoa amani katika nchi. Naye akapewa upanga mkubwa ili wauane kwa huo upanga. Maana yake kwamba ni roho ambayo imeachiliwa kwenye ulimwengu wa roho ili kuondoa amani juu ya taifa letu. Hiyo roho haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo roho iliyotumwa kutoka kuzimu haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo roho iliyotumwa kutoka kuzimu haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Malango ya kuzimu. Ya kuzimu. Malango ya kuzimu. Ya kuzimu. Malango ya kuzimu. Ya kuzimu. Kuanzia leo. 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 Na yafunga. Na yafunga. Malango ya kuzimu. Ya kuzimu. Na yafunga. Na yafunga. Malango ya kuzimu. Na yafunga. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mabaya yaliyokusudiwa juu ya taifa langu la Tanzania hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. 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 Kila mabaya yaliyokusudiwa juu ya taifa langu la Tanzania hayatafanikiwa. Hebu omba, kataa kila mabaya yote kwa jina la Yesu. Tunaita damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Nyosha mikono. Damu ya Yesu. 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 Inene mema juu ya ardhi, juu ya anga la Tanzania. Kila mabaya yaliyoandaliwa kwa namna ya siri leo toweka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Imeandikwa na Yesu mjumbe wa Agano Jipya. Damu yake ya kunyunyiza inanena mema kuanzia leo. Damu ya Yesu ikanene mema juu ya taifa la Tanzania. Damu ya Yesu ikanene mema juu ya mikoa ya Tanzania. 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 Ulindwe.
ulindwe kwa damu ya Yesu. Tanzania na mikoa yako na wilaya zako na vijiji vyako na mitaa yako na watu wako, nyosha mikono juu. Ulindwe, ulindwe leo. Damu ya Yesu na ishuke, na ishuke, na ishuke. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu na ishuke, na ishuke. Inene mema, inene mema, inene mema, inene mema, inene mema juu ya taifa la Tanzania. Ewe ardhi, ewe ardhi, ewe ardhi, kuanzia leo, kuanzia leo tunapanda, tunaipanda amani. Ewe ardhi, tunaipanda amani, 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 amani. Ewe anga, ewe anga la Tanzania, tunaipanda amani, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mamlaka za kipepo juu ya anga la Tanzania, tunapasua, tunapasua, tunapasua kila mamlaka ya ngome ya kipepo juu ya anga Tanzania, teketea, 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 teketea. Kuanzia leo, ewe anga la Tanzania, ukawe amani, ukawe amani. Enyi anga la Tanzania, ukadondoshe mvua ya amani, mvua ya amani. Ewe ardhi ya Tanzania, ukachipushe amani juu ya watu wako, juu ya watu wako, kwa makabila yao, kwa makabila yao, kwa makabila yao, kwa makabila yao. Ikawe amani, ikawe amani. Tanzania, 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 uwe amani, uwe amani, uwe amani, uwe amani, uwe amani. Tanzania, 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 amani, iwe amani, uwe amani, iwe amani. kuanzia leo, Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, natangaza, natangaza amani, amani itawale, itawale Tanzania, 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 amani, ndo jina lako, ndo jina lako. Kila roho, kila roho za giza, kila roho za kumwaga damu, toweka, 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 toweka. Imeandikwa, na lolote tutakaolifunga hapa duniani litafungwa na hata mbinguni. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunafunga, tunafunga, tunafunga kila roho za mabaya. Imeandikwa katika Mathayo 18 na mstari wa 18. Ninafunga leo, ninafunga leo, ninafunga leo, ninafunga leo kila mabaya, kila mabaya ambayo yalikusudiwa juu ya taifa letu, juu ya taifa letu la Tanzania. Kuanzia leo, mabaya yote tunayafunga, 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 tunayafunga
kwa jina la Yesu. Tanzania ukalindwe asubuhi, mchana, jioni, hata usiku. Kuanzia leo kila pando lililopandwa ndani ya mioyo ya Watanzania, ndani ya vijana ya Watanzania, ndani ya wamama ya Watanzania, ndani ya wababa wa Kitanzania, kila roho ya giza iliyopandwa ndani yao ili kuondoa amani, leo tunang'oa kila roho inayofanya kazi ya giza juu ya anga la Tanzania, juu ya ardhi ya Tanzania. Kuanzia leo tunatangaza ardhi ya Tanzania, tuweke duara ya Tanzania ikawe amani. Ardhi mkono jirani yako iwe amani. Ardhi ya Tanzania iwe amani. Iwe amani. Ardhi ya Tanzania iwe amani. Ardhi ya Tanzania iwe amani. Kuanzia leo tunakataa kila uharibifu juu ya taifa la Tanzania. Nakataa kila uharibifu juu ya taifa la Tanzania. Kuanzia leo iwe Tanzania iwe amani. Mabaya yaliyoandaliwa kwa siri, leo tunakataa. Tunasimama kinyume na mabaya yaliyoandaliwa juu ya taifa la Tanzania. Taifa la Tanzania iwe amani. Kuanzia leo tunakataa kila ubaya unaoandaliwa na kuzimu juu ya Tanzania. Imeandikwa tumejengwa juu ya mwamba na milango ya kuzimu haitatushinda. Kuanzia leo, ewe kuzimu, enyi malango ya kuzimu, ya kuzimu, leo hii tunawashinda kwa damu ya Yesu. Anza kutangaza tangaza amani tawale. Anaweza Yesu.
kufanana naye. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana naye. Mushindi Yesu ni. Mushindi Yesu ni. Mushindi Bwana. Hakuna wa kufanana naye. Anaweza Yesu. Anaweza. Yesu. Anaweza. Baba. Hakuna wa kufanana naye. 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 Muweza Yesu. Muweza. Baba ni muweza. Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Moto umewaka. Moto umewaka leo. Moto umewaka. Moto umewaka leo. Moto umewaka. Moto umewaka jama. Moto umewaka. Moto umewaka. Moto umewaka. Moto umewaka leo. Moto umewaka. Twende twende. Moto umewaka leo. Shetani anainama. Anainuka. 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 Anakimbia. Anaona moto umewaka. Anainama. Anainuka. Anakimbia. Anaona moto umewaka. Haleluya. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo Ngome za giza. ngome za giza Zimeanguka. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jennifer Raphael, mkazi wa Ola City na ni muumini wa kanisa la Bonde la Baraka. Naam, safari ya kuja mlimani leo unaizungumziaje? Nimefurahi sana Ndio. kufika katika mlima huu. Ni baraka na ni neema kubwa sana. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa kuniwezesha usiku wa leo katika mkesha huu katika mlima huu. Ibada ya leo imekuwa ni ya baraka sana. Sana. Unawaambia nini ambao hawakufanikiwa kufika? Yaani nawaambia waumini wenzangu na Watanzania wote tupende mazoea ya kujiwekea kupanda mlimani kwa ajili ya kuomba. Leo tumepokea neema kubwa sana. Tumeombea nchi yetu, tumeomba amani kwa ajili ya nchi yetu na taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo ni baraka kubwa sana na ni neema kubwa sana. Amen. Shalom, kwa majina unaitwa nani? Shalom, kwa majina naitwa Rejoice Alan. Mkazi wa wapi? Mkazi wa Kisongo. Naam. Ibada ya leo unaizungumziaje huko mlimani? Ibada ya maombi ni mazuri sana kwa sababu tumekuja kuombea nchi yetu kutokana na majanga yalikuwa yametokea na kutokana na kile kilichoko mbele yetu. Tumekuja kuomba ili Mungu akabadilishe hali ambayo haimpendezi Mungu. Hatutamani kuona ndugu zetu wamefariki, hatutamani kuona ndugu zetu wamepoteza maisha. Ndio maana tuko hapa usiku wa leo ili kumuita Mungu ajibue maombi, kwa maana amesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, basi Mungu atasikia kutoka mbinguni. Kwa imani hiyo hiyo tumekuja mahali hapa ili kumuita Mungu asikiae na anayerehemu ili aweze kuiponya nchi yetu ya Tanzania. Ibada ya leo ilikuwa ni ya baraka sana. Ibada ilikuwa ya baraka sana, yani kutoka ndani ya mioyo yetu tunaamini
Mungu ametusikia, kwa sababu Mungu anasema na wapenda wale wanaomtafuta na atajionyesha kwao, na tumuite naye atatuitikia. Ndio maana tuko mahali hapa tukumuita Mungu kwa ajili ya nchi yetu. Hilo ni moja kubwa ambalo limenileta usiku wa leo. Je, watu ambao hawajafanikiwa kufika leo kwenye ibada ya huku mlimani unawaambia nini au unawashauri nini? Ninawashauri, Biblia inatuambia imetupasa kumuomba Mungu siku zote, na Biblia pia inasema katika kitabu cha Yohana 10:10, mwizi haji ili aibe. Kwa hiyo mwizi, tunapolala tunajisahau, tuna muda wa maombi, mwizi huwa anakuja na kuiba vitu vile ambavyo ni vizuri Mungu ambavyo ametupa. Kwa hiyo usilale tena, uamke. Ukisikia kuna mkesha, kwenda kuombea, kwenda kujikomboa, unajiunganisha na wenzako, kwa sababu mkesha hauchagui dini wala kabila. Amina, asante na ubarikiwe. Amina, Mungu akubariki na wewe. Shalom mtumishi, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa mtumishi Daniel William. Ni mkazi wa wapi? Naishi Ola City. Unaizungumziaje safari ya kupanda mlimani? Kwa kweli imekuwa ni safari ya baraka sana. Naam. Tumemwona Mungu na kwa kweli tumebarikiwa sana. Tumebarikiwa sana. Leo ni vitu gani kwenye maombi mlikuwa mnadili navyo? Tumedili na taifa la Tanzania, kuomba amani juu ya taifa letu, lakini pia tumejipatanisha na watu wetu wa baraka. Ndio. Je, na unawashauri nini watu ambao hawakufanikiwa kufika kwenye hii ibada ya mlimani? Ninawashauri wajitahidi sana inapotokea fursa kama hii. Kupanda mlimani ni fursa. Inapotokea wasiache kushiriki, kwa maana Mungu anakutana na watu wake wanapokuwa katika mlima wa maombi. Kama ilivyokuwa kwa Yesu alipokuwa mlimani, alikutana na Mungu, na aliposhuka alifanya uchaguzi sahihi juu ya wanafunzi wake 12. Asante na Mungu akubariki. Amen, ubarikiwe sana. Amen.